kuwanyanyasa walimu bila kujali kwamba hawa ni walimu tunawajua ama la. Natoka kule basi nikasema nisipite chocho kwa sababu ni usiku, kwa imeshafika kama saa 7, nikapita barabara kuu. Nafika pale, unatoka wapi? Nikamwambia natoka Kabanini. Shahidi angaleta pikipiki imejaa umande na tope la mbugani. Mimi mwenyewe nimevaa yebo, natoka hakuna mtu asiyejua kwamba ilifikia hatua tumezoea tangu saa 7 mpaka saa 10 za usiku. Wameongeza kuwa jambo la kukesha usiku kucha mpaka asubuhi liliibua simanzi kwa watoto wao waliowakuta asubuhi wameshikiliwa, wakisema swala la kumkamata mtu usiku sio dhambi isipokuwa watoe nafasi ya yeye kujitetea. Swala la kumkamata mtu na kumhoji sio dhambi, kuliko vile mtu anaweza kumtriti mtu na kumdhalilisha. Unaponiweka mimi mpaka asubuhi, mtoto wangu anaamka ananiona mimi nimekaa nimeshikiliwa, yani kama vile nimebaka vile. Kabla kuadhibiwa, mkuu wangu wa kazi ajue, sio nianze kuadhibiwa kupelekwa wapi nikapigwe, nivuliwe nguo, nifanywe mambo ya ovyo kama no. Hii hapo kweli inatuchafua tumishi na inatukatisha tamaa ya kuendelea kubaki ndani ya kata hii. Kwa nini mnakamata walimu na kuwatesa kama hamwajui? Sisi walimu tunawakamata kwa sababu hiyo ni sheria yetu ya kata ya Vumilia. Yes. Jeshi ya sungusungu. Walimu wenyewe ni wahalifu. Sababu mtu anapokwenda kutendaji saa 7 usiku ni mwalimu. Anaenda kunywa pombe analewa, ni mwalimu. Hiyo ukweli tunamtambua kama ni mwalimu, lakini anaenda kufanya kazi kama hizo kama vile hajitambui na kujishirikisha kwenye wizi wa walimu. Mwalimu anafundisha, ni mwalimu anafundisha vizuri, lakini mwalimu anaendelea kufundisha maovu. Mwalimu anafundisha anaenda kuiba, sababu na yeye pia anajifundisha ni wizi. Ngoja kwanza twende taratibu kamanda. Kwa hiyo unataka kusema kwamba kwa sheria za ukwenu huko hawaruhusiwi kunywa pombe? Kunywa pombe wanakunywa. Hawaruhusiwi kutembea usiku? Hawaruhusiwi mwisho saa 6.